Ahero hoye! Ahero untie! Ahero umor! Wangapi wanamkaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Shikilia. Shikilia, shikilia, shikilia. Leta mbele kidogo. Shikilia, shikilia. Ahero! Ahero! Watu wanagamo! Watu wanagamo! Haya, wachilia hiyo muziki. Yodurwa, amor, albi amor, abira bira, ni mwana mosu, kamona obiro Kisumo, iti biro kwenye Afri Cities Conference, ima biro attend, tunende Uhuru Kenyatta, emano kwa nolo mosu jahero. Hello, tukata kamano, wajbu biro ni matek, uchorinya kodi na mchumbi, umeoringo di Mombasa, tukoni mna dia kelmos mamare, ukao, kumorgo, uburu koreka, Abirokere. Kata kamano. Gimana na waju sani. Nyoko sena na nyoro. Nyoko nana gimonyo timbele nyoro. Hello. Hello. Ole nogi. Nyamaonge ka Nairobi mjumbe manyando. Na wewe kode sani. Kuna kile mosmali. Ukao. Kero yisi motimre. Minyoro. Nyewago frimbi. Nimpiro chakre. Uji maber. Napiro chati utimanari. Koro wangi team iluongo ni Azimio. Uinja. Tuntie team captain.
to gi deputy captain. Nyoko neno. Okoneno. Joka mosekre lokacha. Okoneno gi. Okoneno gi. Odong ndalo 80 kende. Tompira ni rumo. Ujo kamano. Teni dakika 80 modong kende. Tompira timore nadi. Uikru jothurwa. Uikru. Pogruok mantie ikind Azimio iluongo ni Kenya kwisha. Kenya kwisha. Uwinja chalo odiochieng' ang'ono. Otieng' ang'ono. Koro momiyo biro kawuono. Ling'uru kanyo. Uling kanyo. Adwaro uwinjo maber. Uwinjo maber jothurwa. Wasewacho weche mang'eny. Moko usewinjo. Tadwaro mondo awachi gima duong' ahinya. Ng'ane. Jaseme. Kwego koko. Obiro leng'thi. Uwinjo maber. Gima iluongo ni dongruok. En gik moko adi. Adek gik moko adi. En fuwo. En dhier. To geng'o. Fuwo. Dhier. Gang'o. Gi tuoche. Akalo ng'eyo. Gi tuoche gang'ono. Tuoche. Mane manowachi gi 58 mokadho. Nidwani mondo otieki. Nidwani mondo msungo wen waloch. Wamako loch kaka jarateng'. Mondo watieki tuoche gi dhier. Gi fuwo. Uwinjo. Ignorance, poverty, and disease. Uwinja. Hello. Koro gimino kamano. Ineno nyaka Amerika. Uwinjo. Mago e jasigu manowachi ni mondo tieki. Higni 60 bang' macha. Jowasigu gintie koso gionge. Gimedo teko. Emomiyo nyaka walok ang'ono. Ng'wech. Winjo maber. Walok ang'ono. Ka wadwani watiek jasigu gi maber. Kech diere cha. Kane wachung' ahero ka. Ema ne weri Jaramogi. Wakonyi kedo mondo wager Kenya. Oginga Odinga wakonyi kedo mondo wager Kenya. Mondo watiek tuoche gi dhier ma pod nitie. Ajoma wakonyi kedo mondo wager Kenya. Ikonyi wakedo wager Kenya. Makasembo ikonyi wakedo mondo wager Kenya. Mondo watiek tuoche gi dhier ma pod nitie. Oroko ikonyi wakedo mondo wager Kenya. Hello. Emomiyo awacho ni waloko. Kwa wacho korka weche mag fuwo. Niche wacho ni nyathi athia monyuol thurwa ka. Kata janyuol ne onge gi pesa. Kuro yudo thuolo maromre. Kwa e nursery. Kadhi primary. Kadhi secondary. Uwinjo maber. Nyithindo go kotieko somo. Giyudo tije malong'o. Maginyalo yudo msara maber. Mondo giting'o ngimagi malo. Gikonygo jonyuolgi. Ok tich mar dhiro wheelbarrow.
Udogilo dilo wilbaro. Jamoda ki wilbaro tina bagi. Hello. To jamadu timu hala. Wadi keto kulumanyien. Mayolo di hole pesa. Kichago hala. Toke gimichulo nyaka bangi na biriyo. Uwija maber. Taja wilo ngoni jua kali. They were on the coin. It can come on and no school to make a certificate. To say some of the na Rojawingo, Ungetima Paruini, not the plumber, not the carpenter, not the Jagedo, not the Umtado, guitars, not the mechanic, not the electrician. Who you? What may you give me recognition of prior learning certificates? You want to teach or you would have certificate, Masirical, the contract Marco Sirical directly. More premium, my child of also like that. We go. Machielo Kolka Weche Martief Magtuoche Jimangai Mataka Tuloka Nadoka Tuo Gaga Thieve Tech Samoro Daxa on the Konea Tokoyan Yeo Moro Bende when we were admitted to the shoot deposit in Colonia Simtan. Moro Bende said Thieve Professor Onge Kuru tuwe mabuso sibital Nega jikolu pesa kagonye Moro pe di moto di otfa sibital Tukuru di maiti mchuari Nega golu kia pesa di kagonye Wati ye kuwe segi Uye mbe Wakele yunu wani baba kea Wakuru baba kea Baba kea Baba kea Baba kea Kiendeni Jopenyi duto te Nyithindo Kijande Jimamine Jodongo duto te. Alright, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Kisi Hot TV kwa mara nyingine tena. Ninakukaribisha moja kwa moja katika show zetu za kila siku. Popote tunapowakilisha rekodi yako, karibu sana moja kwa moja. Najua kwamba tunazidi kusonga mbele pamoja ndani ya nyumba kama kawaida, kwenye steering ama kama kawaida. Mmeshika katika sehemu hii kwa majina ni Nyabuto Dennis Kukuntu kama jinsi ambavyo wengine mnaniita. Ukiniita hivyo basi nitakuwa naitika. Karibu sana moja kwa moja. Tunaenda kushiriki katika masomo mawili matatu katika kisiasa. Tuweze kujifunza mawili matatu kuhusiana na ule mlengo wako ambao unaunga mkono na jinsi ambavyo waweze kuunda serikali zao. Pia na wasaidizi wao tusikujua kwamba je, ni nani atakuwa anawika katika mlima wa Kenya katika ile kikundi ambacho ama katika ile mlengo wako ambao unaounga mkono. Kuna baadhi siku ya jana na chuzi waliweza kuchagua running mate. I don't know which is the best running mate to the mountain, the old Kenyan. And don't forget the whole world was celebrating Karua for being unveiled for the running mate of the Azimio la Umoja as the deputy president. I know ni mengi tunaenda kuzungumzia siku hii. Nataka tu tuchangane moja kwa moja hadi mwisho tujue kwamba hasa ni nini ambacho kinaendelea katika hapa nchini Kenya na ni nini kile muhimu ambacho tunafaa kufanya kama Wakenya. Ile tunakwambia kwamba tuzidi kupendana. Siasa ni kitu ya siku moja, kupiga kura ni siku moja, lakini ndugu yako atapaki kuwa tu ndugu yako siku zote milele. Kuna siku tunasaidiana sisi, kura zitapita tu. Tudumishe tu amani, tudumishe tu undugu, kwa sababu kila mtu kuna haki yake ya kuweza kuunga mlengo ule ambao anapenda kuunga mkono. Lakini kwa sasa karibu sana kwenye show ya siku hii ya leo. Kama kawaida hapa ni ndani ya Kisi Hot TV. Majina yangu ni Nyabuto Dennis Kukuntu. Niweze kujua kwamba katika maeneo ambayo unawakilisha rekodi yako kwenye comment section, tafadhali niambie kwamba kwenye comment kwanza. Nataka tuangalie kwenye comment kwanza. Baadaye
nitakupatia link ambayo itakuleta kwenye show hapa, tuweze kusikia maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala wetu wa siku hii ya leo. Ningependa kila mmoja kaze kujadili, tuweze kuzungumzia, kila mtu ako na kupeana maoni yake moja kwa moja, tujue kwamba hasa ni mlengo upi ambao unafanya nini utawika, ama ni mlengo upi ule ambao uliweza kutengeneza kikamilifu. So karibu sana kwenye show. Unajua kwamba ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuanza kuungana pamoja na mimi, tafadhali pale kwenye comment section, tafadhali nione comment yako, niambie kwamba unawakilisha rekodi gani, majina yako ni nani, unawakilisha rekodi gani, na ni mlengo upi ule ambao unaona kwamba utashikia katika mlima Kenya na hasa nje ya mlima Kenya. So karibu sana kwenye show. Najua kama nikupatia hii pada, nikirudi baada ya hii tutakuwa tunaanza na comment section. Kwa hivyo umekaribishwa kwenye comment section, tuanze pale kwenye comment, achilia comment yako pale, niambie kwamba ni mlengo upi ule ambao utaona kwamba utakuwa na uzito katika mlima Kenya. Kisha baadaye tuweze kuzungumzia maswali mawili matatu, tuweze tuchanganue, tuone kwamba ukiniambia kwamba ni mlengo wa Kenya kwanza, unaniambia kama ni Kenya kwanza, you give me the reason why hiyo mlengo utakuwa unavuma katika mlima Kenya. Unaniambia kwamba kukurikuntu, mimi kama mtu fulani nimejua kwamba mlima Kenya utawika, mlima Kenya Kenya kwanza itawika mlima Kenya kwa sababu APCD, au ni azimio la moja itashikilia pale mlima Kenya kwa sababu ya APCD. And then from there ndio maana tunasema kwamba hiyo ndio siasa. Sasa tutakuwa tunaangalia siasa ambayo ni ya tusiweke matusi pale tafadhali. Usitusi ndugu yako, usiachilie matusi pale, tujue kwamba hapa tunajifunza na kujadili maswali mawili matatu. Ikiwa pia unatoka katika mlima Kenya, tafadhali najua kwamba katika hapa utatusaidia tuweze kujua kwamba zaidi, kama unatoka katika mlima Kenya utatusaidia tuweze kufahamu mambo mengi sana pale mlima Kenya. Na karibu sana. Najua kwamba kwenye comment pale tafadhali nipatie kwenye comment. So nikiona comment zinaanza kuingia pale, narudi tuendelee na mjadala. Kisha baadaye kuna maswali mengi tunaenda kuzungumzia pale, akina Kalonzo, tujue kama fikira zake ni zipi, kama yeye kama Kalonzo, watu wa Ukambani wanasema nini. Although tuko tumeona watu wengi katika ule upande wa Ukambani. Pia Kalonzo alisema yeye anatoka mlima Kenya lakini pale eastern side. I don't know. So kuna the guy tunaita nani huyo jamaa? This guy we call Jimmy Wanjigi. He unveiled his running mate today, and I think hizi nazitenda kuzungumzia tuone kwamba hasa ni nini. Kuna part of the presidential candidates ni wengi, but don't forget also we are talking about Martha Karua being the first woman to be maybe what the deputy president. You have seen so many people from outside Kenya celebrating the Iron Lady. Tumeona pale the deputy naibu wa rais katika upande ule wa United States, Samia Suluhu, pia aliweza kupeana maoni yake. I don't know. So karibu sana kwenye mjadala. Najua kwamba tutazungumza mawili matatu moja kwa moja. Kwa hivyo tafadhali, kama wewe ni mara yako ya kwanza umeingia kwenye hii show, like pale, ukilike share hiyo link, pia niambie kwenye comment yako pale, je, maoni yako ni yapi? Wewe unaona ni mlengo upi ule ambao utawiki katika mlima Kenya? Tuko hapa na Ruto pamoja na Gachagua, tupo na Martha Karua wakiwa pamoja na Raila Amor Odinga. Do you see? And then we want to go deeper, tuende chini, tuone kwamba who will perform, who will have more votes, who nani tupatie ungazi mkono. Because the other years, kama deputy mtoka mlima Kenya, mwingine atoka Ukambani, for example alikuwa atoka Ukambani mlima Kenya, Ukambani mlima Kenya, and right now wametoa wote mlima Kenya. So automatically watu wa mlima Kenya wapige kura wasipige kura, wao wanajua kwamba already sisi tuko na deputy president. So yani wao wanasema hawa nani wako na deputy president. Okay, welcome to our next show. My name is Dennis. Kukurikuza sasa hivi ni saa 4:34 Afrika Mashariki. Ujue kwamba pia nitakupatia link kwenye comment hapo. Hiyo link itakuja kwenye hapa show.
uongee, usungumuze Wakenya kwa kusikie wewe, tusikie kwamba maoni yako ni yapi. Karibu sana. Waketo insurance, medical insurance. Yamoki chulo premium, serikali chuloni. Wija, mijoge kata kakituo, kata kionge pesa, uyuru thieth. Uyego, tina bari. Hi. Hello. Koroka loso mwandu. Moko jopur. Odwa ko jopur maber. Gig mag pur mag tractor services koroka tinga. Buro betie. Kodhi betie. Mbolea betie. Winjo maber. Enengo moyweyo. Tai chiro bende waloso negi maber. Winjo maber. Mondo jithuro ka obed gi mwandu. Kebe mondo rume pinywa ka. Winjo maber. Ae bende obiro duoko nengo mar chiemo piny. Nengo mar mogo, nengo mar mafuta, nengo mar sukari, nengo duto te biro dok piny. Winjo maber. Kae wadwa gero factory ni each county one product. Wachuru, each county one product. Each county wadwa gero factory ma mwandu mawuok e puodho ka donjo kanyo. Itimo gima iluongo ni value addition. Kapok odhi e chiro, mondo pesa mondo medre kuom jopur. Winjo maber. Kae mwandu ma piny e lowo kucha ka bende waloko maber kapok otero oko. Winjo maber jithurwa. Mae biro konyowa tieko dhi e thurwa ka. Makubed onge. Machielo bende wadwa nitie joma odhier kabisa maonge kata ng'ato achiel man gi msara. Winjo kamano. Iluongo ni maskinde ma family. Winja. E pinje maoko, kidhi kata Amerika, kata Ulaya, kata Brazil, kata Egypt, kata mana Namibia ka, nitie gima iluongo ni social protection program mikonyogo joma odhiergi mondo kik nyithindo nind kech. Winjo kamano. Wadwa kelo gima iluongo ni social protection program e thurwa ka. Ma family ma kamago biro yudo koa kuom sirikal dwe ka dwe shiling 6,000. All right, welcome back again. Karibu tena. So, tuko hapa tuweze kufahamu kiu ile ambayo unajua sasa nataka tuweze kuchukua kama Wakenya, okay? Tuangalie kwa the formation, this formation, which is the best formation and why? Why do you think a certain formation is the very best for the Kenyans? Tujue kwa, nataka tuingia hapa tuongee kama Wakenya halisi, tuchanganue kidogo kisiasa kidogo, and then from there ndio tuweze kujua kwamba hasa, of course sasa tumekuwa katika mzimu wa kampeni kwa karibu kuanza. Hii miaka mingine tumekuwa tukisikia hapa watu wanasema kwamba watu wanapiga hapa, wanasema mimi nasaidia, mimi nitasaidia 6,000, mimi nitasaidia mama mboga. So watu wamekuwa wakikimbia peke yao, and the only thing Kenyans were waiting for is the running mates. But now we have the running mates. Kila mtu amechagua pale. And I want us to look deep
the heaviness of a woman against the man. Wanasema ile kitu ambayo mwanamume anafanya, mwanamke atafanya zaidi vizuri, tena zaidi sana kushinda mwanaume. I don't know if Martha Karua can make Raila Amolo Odinga popular in the northern region. I don't know. According to the work experience, political experience, okay? Martha Karua, she had been there. She had been there since 2002. She started a long time ago politics. The moment she was doing politics, Gachagua also maybe was watching, although he was a public servant. But now wamepatana wote. Gachagua is new in politics. He is new. Why do I say it's new? Because since he joined politics, it's 5 years, almost 5 years now. Because ameanza 2017, na saa hii ni 2022. It's okay? And then Martha Karua, she had been there 2002, she had been there 2007, she had been there 2013, she had been there 2017, and now 2022, she is there. So what nikupatie link hii iko hapa, ukuja hapo uniambie wewe unaona ni nani anafaa, ama ni mlengo upi ambao unaona kwamba una nguvu, ama utakuwa na nguvu, hasa si mlima Kenya peke yake, hasa Kenya mzima. Unaona, pia tunazungumzia kwamba kuhusu masuala ya tunaona kwamba Deputy President Harris amesema, kuna ujumbe wake pale, amesema, ametweet, nitaenda kukusomea pale. Suluhu pia aliweza kusherekea jana, anaweza kutoa ujumbe wake. I don't know why, I don't know. Wanawake, do you agree? Wanawake, do you agree kwamba Martha Karua can make it? Ladies, do you agree? Okay, men, do you agree Martha Karua can make in Azimio la Umoja? Okay, okay. Between Gachagua and Martha Karua, who is the most experienced person? Who can, ni nani anaweza tafuta kura zaidi? Ni nani? Ni nani mwenye upape? So karibu kwenye show. Najua nimekupatia link hapo kwenye comment section. Ukichukua hiyo link nimekupatia hapo, ukiguza tu itakufikisha hapo kwenye show. Ikikuleta hapa ndani, tutaongea masuala mawili matatu, tutadiri ndani. Hasa niambie kwamba wewe unakubaliana ama kulingana ule mrengo ambao unaunga mkono. Mbona unajua kwamba huo mrengo utapata kura mingi katika mlima Kenya? Because there is a reason why tunaangazia sana mlima Kenya, ni kwa sababu ya kila mtu ametoa running mate Mount Kenya. And now we want to go deep and to see the importance of that person mwenye amekuwa elected ama selected as the running mate. Okay, karibu sana. Okay, naona hapa anaitwa Kingsley Kenya TV. Best team ni Azimio, damu bila upinzani. Asante sana. Yeye anasema kwamba Azimio ni damu bila upinzani. But Kingsley Kenya TV, let me ask you a question. What do you prefer Azimio? Why it is the best team? Mbona is the best team? Why? Mbona iko best kwako? You have to tell us. You have to tell us the importance. You know, the reason why, the moment tunaongelea hapa mbele, unaongelea, unapata opportunity, unaambia watu I know the best team ni Azimio because of ABCD. Labda kuna mtu akuwa anajua kwamba that one ABCD, that's the importance of it. Unasapata kwamba umechukua kura, umepiga kampeni pia wewe. Do you see?
That's why I want you to tell us. Tusio kama unasema oh, mkinichagua mimi kuna watu wanasema kwamba anajua tu barabara. Kama mimi nimezaliwa nimejua kwamba mwanasiasa anasema stima, maji, barabara. Stima, maji, barabara. That's the only thing mwanasiasa anafahamu. Yes. Mwanasiasa yake akikuja sikia tu kukuwa na manifesto nyingine ya kukuletea kwa meza. Akwambie nao I know tutafanya ABCD. Anakuambia hii barabara hapa nitajenga, na kuambia mtu wangu tupatie kura yako. Miaka 5 ilisha anaenda. Mwingine anakuja. Hii barabara stima hapa hakuna maji. Tulichagua mtu miaka 5 na anapewa. Analala class. Do you see? So I want us to go deep. What do you support? Mbona? Okay. So many issues. So many things that we are going to discuss in terms of politics. But welcome back. Ingia kwenye show. Nimekupatia link kwenye comment section. I want to hear, nataka kusikia maoni yako. Okay? Metona Komboa anasema kama steps for life. What do you mean, my brother? What do you mean? Richard Kanau anasema kwamba Azimio Oka, the best reasons being fight against corruption, free education, economic development agenda. Raila Martha Kalonzo, best honest leaders. Kwa sasa Kalonzo alisema yeye, Kalonzo sijui kama uamuzi wake ni upi. I don't know. Nimekupatia hii link iko hapa tafadhali. Start link nimekupatia hapo kwenye comment section. Angalia kwenye comment section hapo kuna link nimekuwekea hapo imeandikwa Kisi Hot TV streamyard.com. Ukigusa hiyo link peke yake, wewe sasa vile nakwambia, fungua microphone, fungua kamera, utaingia pamoja, utanijoin kwa hapo kwenye show tuweze kuzungumza mawili matatu. Okay? Tatu kuhusiana which is the very best team for this one. And you don't forget pale leo okay. Kenya Kwanza wamekuwa Mlima Kenya leo, wamekuwa pale Nyeri kwa kina Gachagua. Na kuna tetesi fulani pale nimeona kwenye mtandao, some video ambayo imetrend sana, some passes that were transporting people to Gatundu constituency for what? For Kenya Kwanza or whatever. I don't know if it is true. So there's so many issues. Pare Murkomen amesema pare we can't vote for you see so many issues. So I wanted to discuss, want to talk deep. Unajua siasa si kitu wezeweka kwa roho. Sawa. Si kitu wezeweka kwa roho, ni kitu unaweka kwa maini, unapumua tu na inatoka inaisha. Sawa. So karibu sana kwenye show. Najua kwamba tutazidi tu kujadili maswali mawili matatu. Hiyo link nimepatia pale, sio kama mtu ameingia hapo kwenye show sijaona mtu. Ukiguza hiyo link itakufikisha hapa. Nataka nipatie maoni yako ni yapi. Nataka nikupatie nafasi, fursa mwafaka kabisa, fursa kamili uweze kuingia kwenye show. Nataka tuweze kuambiana ukweli, yeah? Which the best team? I know you are supporting, wewe mwenyewe kuna a team that you are supporting there, okay? Nataka tu nikuwekea kitu hapa. So mimi nauliza nyinyi. I want us to hear Murkomen leo wamekuwa pale Mlima Kenya pamoja na amekuwa kule Mlima Kenya mazishi. Let us hear amesema nini. Hizi ni baadhi ya vitu zingine ambazo tunaenda kuzungumzia na kuweza kuongelea hapa. So karibu sana kwenye show mtu wangu. Usiogope kama ni wewe mgeni, don't fear anybody. Tuko hapa kwa sababu ya kuweza kujadili masuala haya ya kisiasa. Abdi Malim Isaac, best team Kenya Kwanza. Why it is the best team Kenya Kwanza? Mbona unasema it's the best team, my friend? Why do you say it is the best team? Why do you say that? So here, let's go. Mkiletewa cake ambayo iko na sumu, imeundwa ikawekwa sumu, imewekwa ndani huko, alafu iwekwe icing, ati icing ni mama, ati juu yake ni icing. Will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. It cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. We are very clear in our mind.
We believe that Kenya Kwanzaa is a team that is going to make a greater difference in this country. And we are not voting for Rigathi Gachagua na William Ruto, hapana. We are voting for the team. Timu yetu iko na William Ruto, iko na Rigathi Gachagua, iko na Musalia Mudavadi, iko na Weta, iko na Gavana Odinga. So mimi nauliza nyinyi, mkiletewa cake ambayo iko na sumu, imeundwa ikawekwa sumu, imewekwa ndani huko, alafu iwekwe icing, ati icing ni mama, ati juu yake ni icing, will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. He cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. It will not change that poison. So mimi nauliza nyinyi, mkiletewa cake ambayo iko na sumu, imeundwa ikawekwa sumu, imewekwa ndani huko, alafu iwekwe icing, ati icing ni mama, ati juu yake ni icing, will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. He cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. We are very clear in our mind. We believe that Kenya Kwanzaa. So mimi nauliza nyinyi, mkiletewa cake ambayo iko na sumu, imeundwa ikawekwa sumu, imewekwa ndani huko, alafu iwekwe icing, ati icing ni mama, ati juu yake ni icing, will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. He cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. All right. Hey. Oi. Nakwambia kila siku, you be very, very, very careful. You know, wakati unataka kujua kwamba akili za mtu zipo wapi, yeah? Ukitaka kujua kwamba akili za mtu zipo wapi, fikira zake zipo wapi, unajua, naweza keti na mtu papa hapa, sako kwa pako hapa, lakini sisi nikajua mawazo yake yapo wapi. Ukitaka kujua kwamba mawazo ya mtu yapo wapi, wewe mpatie, mshtukia tu, usimwambie ajipange, mwambie nao tell something. Unasikia kama anaweza kusema, oh, you know, wamepanga tu kukuua. You see, now Murkomen is saying now we will vote for Raila Amolo Odinga. Mpatie mfano vizuri. I don't know. Now, this is not the first time watu wa Kenya Kwanza kukua confusion na kusema kwamba kutamka mama na Azimio. Anyway, here ilikuwa just by the way. That one was just by the way. Abdi Malim Isaac, best team Kenya Kwanza, anasema kwamba the best team pale Mlima Kenya is Kenya Kwanza. So what do you say is the best team? You can give us a reason why. We cannot say it's the best team. We don't want to give the reason why it is the best team in Mlima Kenya. Yes, tell us the truth. Tell us what the reason behind. The reason behind that team to be the very best in Mlima Kenya. What's the reason? Mbona nasema iko very best? That's what I want us to kuangalia leo. Tafadhali, kama wewe nimekuacha tena wapatie link hapa chini. Na usisahau kuachilia comment yako pale. Usisahau kuachilia comment yako pale. Tunapenda kuchajili pamoja na hii. Karibu sana kwenye show. Na tuzidi kusonga mbele pamoja. So nikiona mtu pale kwenye comment section pale ama kwenye link, kuna link nimeweka hapo. Ikiwa unachukua hiyo link na uweze kucheza jinsi ambavyo inakuuliza maswali mawili matatu, mimi nataka tukuze tuambiane ukweli. Of course kila mtu amekimbia pale Mlima Kenya kuchukua running mate. Kenya Kwanza wamekimbia pale Mlima Kenya kuchukua running mate. Do you see? Azimio moja wamekimbia pale Mlima Kenya kuchukua running mate. Now wapo na running mate. Ako pamoja na wao. Now, watu wa Mlima Kenya wapige kura wasipige kura, already watapata running mate. Watu wengine wapende wasipende, deputy president as from August hii kwa nambele, running mate atatoka wapi? Either Azimio au Kenya Kwanza.
But that's what the big question is this one. Of course, every team has gone to Mlima Kenya to pick the running mate. And then, which is the best team? Who are the best team? Who makes the best team to govern this government of the Republic of Kenya? Which is who has a say in the mountain region? And why? If you have a say, why does he have a say? So we want to look deep into politics, because everybody alikimbia kule kusema let me just have a running mate. Unaona pale kina Karoso wamejam, wamesema no, wamesema hapa hatutakaa, na wao wameleta ameform na yeye running mate wake. So, but you know, Kalonzo ni watermelon, he can reach end time. Na asema sasa ndugu zangu wa Kenya, nilienda nikaangalia sana. Siasa ni kitu ambacho unaangalia kwa mbali. Mimi kama Kalonzo niliangalia vizuri na nimetazama vizuri na akili zangu ziko vizuri. Nimesema kwamba mimi ninasema kwamba wacha tu ni support tena Raila kwa mara ya 3. So we don't know kama atafika kwenye ballot paper huko mwisho kwenye depe. Ni wetu wale msaada wa Mudavadi akina Weta kule, wao waliwekwa kule kuambia kwamba tuwapatia waziri unambao or whatever. But before that we did, you know, every side, okay, every side, iwe ni Kenya Kwanza, iwe ni Mlima, iwe ni Azimio, kila sehemu ilikuwa na mtu ambaye angeweza kuwa running mate katika mlengo huo mbali na Mount Kenya. Samahani, pole. Yes. Excuse me. Narudi baada ya hii ni kuweza kuendelea. We are very clear in our mind. We believe that Kenya Kwanza is a team that is going to make a greater difference in this country. And we are not voting for Rigathi Gachagua na William Ruto. Hapana. We are voting for the team. Team yetu iko na William Ruto, iko na Rigathi Gachagua, iko na Musalia Mudavadi, iko na Weta, iko na governor wa hapa Kahiga, na wengine wote wenye wako katika taifa letu. We are the team of the future, the team of change, the team of economy. They are the team of changing the constitution. Asanteni sana na Mungu awafariji. Thank you. I may just love nigetha tucakae hamwe na family na tumwire poleni sana andu ayo the tukite aha tukite nigetha tumuhe kiande gya kuririra. And as I sit down, Your Excellency, the Deputy President, tumefurahi sana kama watu wa Nyeri kwa sababu na pia watu wa Mlima kwa sababu ya kumkumbuka Rigathi Gachagua aweze kufanya kazi nawe. Na sisi tunataka kusema, na nikiongea hapa kama Kagushia, Your Excellency, uyu niwe Kagushia uri oraigua uri kuria Nairobi aragushia Mukurweini na Kagushia. And mimi nataka kuambia kwamba uko na foot soldiers. Kuna watu wako hapa gangari, wako na uwezo, wako na pia ujasiri, na pia wako na ile fikra inahitajika katika kusimamia mlengo wetu wa Kenya Kwanza hapa Nyeri na hapa Mount Kenya. Na sisi tutahakikisha kwamba kila mwananchi ambaye anaishi hapa atajitokeza tarehe 9 mwezi wa 8 kuchagua wagombea wetu katika Kenya Kwanza, mlengo wa Kenya Kwanza. Mungu awabariki na tunashukuru sana tukiombea jamii iwe na faraja. God bless you. Thank you very much. May I recognize Mheshimiwa Jane Kihara, Honorable Jane Kihara, Member of Parliament for Naivasha. Mheshimiwa Rogama, niturikirie haitu hakwaria, no nitwari recognize you are present now. Let me give my condolences to the family of Rigiani Matogore. Yes, I'm back. Sorry, nilienda kidogo kwa sababu ya kubana kidogo. So I was saying like this. Every team, every coalition had an opportunity to have a running mate from any part of the republic of the country. I mean this. Kama ni Kenya Kwanza wangechukua hata Musalia wa Mudavadi, because kwa Musalia wa Mudavadi
he has been in politics, he has been the vice president, he has been the minister or whatever, he has the or whatever. So Musalia Mudavadi alikuwa Kenya Kwanza, so maybe Kenya Kwanza angemchukua kama running mate. Okay, Azimio la Umoja wamekuwa na Kalonzo amekuwa running mate wa Raila Amolo Odinga mara mbili. Do you see? Kalonzo amekuwa vice president. Kalonzo amekuwa akifanya vitu mingi hasa za kuleta amani na kidemokrasia katika nchi zingine. So every coalition had an opportunity to pick a running mate other than from Mount Kenya, but waliamua kuacha hawa wakaweka kano, and everybody rushed to Mount Kenya. I mean, so what is the, yeah, that's what I mean. Of course, everybody rushed to Mount Kenya to have a running mate. And that's why I ask this. Hata kama tuliwaliana pale, sasa ni nani ako na nguvu? Ni nani ako na nguvu? Yeah? Ni nani hapo ako na nguvu? Ni nani kuna ushawishi? Ni nani anaweza zoa kura? Ni nani kuna umaarufu? Ni formation gani inaweza kuwa uungaji mkono ikiwa kila mmoja amekimbia pale? So kama huo unaamini, kwa mfano tuseme kwamba mimi ningekuwa ni Kenya Kwanza, ningesema kwamba naamini kwa sababu Gachagua amesimama sana na Kenya Kwanza for so long, so kama mimi ni mtu wa Azimio la Umoja, Karua, because Karua 202 worked with wakati Raila alisema Kibaki tosha, he said like that, we work together, we formed the government, amenitetea, tumeteteana, we have come from far. So those kind, because we want to learn, because you know, yeah, in the election, yeah, 2017 women, it was for women governor wa Kirinyaga County. So many issues came out because the horses were women from Kirinyaga County. And Waiguru Karua. All of a sudden, Waiguru just alishinda. Do you see? Wakati alishinda, walikuwa na Karua. At that moment, I don't know and I don't understand. But if we look from the first, Karua amewahi simama kuuliza kura za uraisi. Do you see? And I don't know. Na sijui. That's what I wanted to know for your information, because mimi naweza sema hapa, nimwambia chuzi Gachagua ameingia siasa 2017. Ni kama ni mgeni kwa siasa. Je, ni umaarufu upi kila mtu ataonyesha? So nimeweka, najua kwamba nataka kukaribisha hapa ndani. Nilikuwa nimepatia linki pale, tafadhali. Ukichukua hiyo link itakufikisha hapa ndani kwenye show. Na kama umefika pale, tafadhali hakikisha kwamba kwenye comment pale unaachilia comment yako na maoni yako. Weka kwenye comment pale, and then kisha baadaye kuna linki kwenye comment section ya Kisi Hot TV. Ukiguza hiyo link itakufikisha hapa ndani, tujadili sisi zote kwa pamoja, tujue kwamba which is the best. Okay? That is fine. Karibu katika Rogers Kaka Sungura YouTube channel. Nashukuru kwa wale ambao mnazidi kutupiga jeki, na niseme kwamba siasa ya Kenya mimi nikitazama ni kama video, ni kama drama, ni kama michezo ya kuigiza ambayo hauwezi ukajua ukweli wake upo wapi. Lakini kazi yangu kaka hapa ni kujaribu kuchimbua, kulima ndani matamshi ya wanasiasa wanayosema katika mikutano ya hadhara, kanisani na popote wanapotembea, na yaleta pamoja na yaweka katika mizani, na ninajaribu kuelewa walichokuwa wakimaanisha. Hiyo ndio kazi yangu hapa, ndio inaitwa political analysis. Wacha niseme hivi,
kunapokuwa na mtingiko mkubwa inakuwa vigumu sana kuzuia. Kunapokuwa na kimbunga kikubwa inakuwa vigumu sana nguvu za binadamu kuzuia. Kunaponyesha mvua nyingi katika mteremko, maji yanapokimbia inakuwa vigumu kuyazuia, na ukijaribu kuyazuia basi yatakubeba. Wacha niseme hivi, Raila Odinga kuteua Martha Karua imekuwa ni kama mtingiko fulani ambao wa kisiasa ambao umeshindwa kuzuiliwa na wapinzani. Kwa nini? Wacha nikupeleke nyuma kidogo. Kuna watu ambao wapo katika Kenya Kwanza, lakini roho zao zote na damu zipo katika Raila Odinga. Wamejipata Kenya Kwanza kwa sababu kwa njia moja au nyingine ni siasa, na siasa huwa hubadilika, na mtu anakimbia kwa sababu hapa kwingine alipokuwa either moto umewaka na anajaribu kuhepa, au jambo likatendeka na akajikuta kwingine. Kuna watu wapo katika Kenya Kwanza ndio wanampigia debe William Ruto ndio, lakini mahali wanapotembea, mahali wanapoketi, fikra zao wanapolala, maono wanaoyaona ni Raila Amolo Odinga. Juzi gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru akiwa katika mkutano wa Kenya Kwanza mbele ya William Ruto alimpigia debe Raila Odinga mbele ya kamera, mbele ya vyombo vya habari, alimpigia debe Raila Amolo Odinga. Hiyo inakubainisha nini? Waiguru alikuwa anajua fika kwamba alipotoka nyumbani kwake alikuwa anaelekea katika mkutano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na William Samoei Ruto. Lakini anaposimama kuzungumza unapata kwamba fikra zake zimejitoa hapa katika mkutano wa Kenya Kwanza, zimeenda hadi kwa Raila Odinga. Hiyo inamaanisha nini? Mtu huyu mahali alikuwa amekaa, fikra zake alikuwa akijaribu kumfikiria Raila Odinga, ndiposa aliposimama na kuzungumza zile fikra hakuwa ametoka katika mafikirio yale ya kumfikiria Raila Odinga, ndipo akajipata kwamba amempiga debe Raila Odinga mbele ya kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza William Samoei Ruto. Ilikuwa ni aibu kwake, na alipogundua kwamba amempigia Raila debe alishtuka sana, alishtuka, alikuwa na mshtuko mkubwa. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba ndio fikira zake zipo katika Kenya, mwili wake upo katika Kenya Kwanza, lakini fikira zake zipo katika Raila Odinga. Leo hii kikosi cha Kenya Kwanza kinachoongozwa na William Ruto kilifika katika familia ya kina Rigathi Gachagua ili kumpa pole kwa kumpoteza ndugu yake. Walikuwa live katika social media platforms, page ya naibu wa rais Daktari William Ruto, na wanahabari walifika pale kwa kuchukua habari. Na wakati Seneta Kipchumba Murkomen alisimama kuzungumza, alisema kwa maneno ya kueleweka, he vividly spoke precisely in a simple statement that each and every citizen of the Republic of Kenya understood. Murkomen spoke in a very simple language that even a PP1 kid can easily comprehend and understand. This is what he said publicly in a Kenya Kwanza funeral. He said, "We are clear in our mind. You know, we is not singular." So Murkomen was speaking on behalf
of some colleagues who they have discussed in Kenya Kwanzaa. You know, he said, we, not I. You know, if he could have said I, it means we could have taken it as his own thought. But he said we. This we includes William Samoei Ruto and the Kenya Kwanzaa family. That is why I used the term we. He said, we are clear in our mind. Murkomen and the Kenya Kwanzaa, they are clear in their mind that they will vote Raila Amolo Odinga come August this year. To make matters worse, Murkomen did not correct that statement. He spoke it very clear and they left on stage. Can we listen to what he said? So mimi nauliza nyinyi, mkiletewa cake ambayo iko na sumu, imeundwa ikawekwa sumu, imewekwa ndani huko, alafu iwekwe icing, ati icing ni mama, ati juu yake ni icing, will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. It cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. We are very clear in our mind. We believe that Kenya Kwanzaa is a team that is going to make a greater difference in this country. And we are not voting for Rigathi Gachagua na William Ruto, hapana. We are voting for the team. Team yetu iko na William Ruto, iko na Rigathi Gachagua, iko na Musalia Mudavadi, iko na Weta, iko na gavana wa hapa Kahiga, na wengine wote wenye wako katika taifa letu. We are the team of the future, the team of change, the team of economy. They are the team of changing the constitution. Asanteni sana na Mungu awafariji. Thank you. Yeah, that is Murkomen. He said it very clear. He finished. He never corrected it, and he left the stage. He left people like us who analyze politics to think about it. If it was a mistake, kama yalikuwa ni makosa, I expected him to apologize and say, no, this is what I meant and not this one. Unajua, when there is a slip of the tongue, you say, sorry, I was not intending to say this, but this is what I wanted to say. But Murkomen spoke and left on stage. We are clear in our mind. So, hatuko wenda wazimu. Hata kama tuko katika Kenya Kwanzaa, akili zetu sio wenda wazimu. Hata kama tunamuunga mkono William Ruto, akili zetu zipo timamu kama wale tunaunga mkono Kenya Kwanzaa. Akili zetu zinasema nini? Tunampigia kura Raila Amolo Odinga ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. That tells you what. Murkomen, because he used the term we and they did not correct it, it means at some point they have sat with colleagues who support Kenya Kwanzaa, either in Karen or somewhere taking lunch or tea or soda. They have sat somewhere. Na wakasema, ni kama hii jamaa William Ruto ni kama unaonaje ndugu yangu, si turudi tuunge mzee mkono, si turudi tupigie mzee kura. I'm trying to analyze Murkomen's minds. Alitoa wapi statement yanasema we are clear in our mind, we are voting Raila Amolo. How now? How? And he never corrected the statement. How now? You have seen a full video. It's not edited. A video he has left on stage and given opportunity to another speaker without making a correction. And they have not seen the speakers that followed never corrected him. They left that statement at that. We are voting Raila Odinga. Yes, it is. Ladies and gentlemen, prepare for Raila Odinga. Even the Kenya Kwanzaa themselves, at some point they discuss kwamba huyu mzee, hey,
maneno yake ni kama huyu mzee anakuja vibaya sana. And I told you, William Ruto is building an opposition empire. And this tells you that they have sat somewhere. Hata Ruto mwenyewe amewakalisha, amewaambia, ndugu zanguni, hata kama tuna contest urais, mimi nimekuwa kwa serikali, wacha niwaambie hapana. Hawa wazee wameamua ni Raila Odinga, there is no way you can change it. Why? Ruto knows what the system is able to do and what they did in 2017 to win against Raila Odinga. They have sat and discussed. Sio kitu ambacho kinakuja. Kaka Sungura, mimi hapa, I cannot stand and start. Siwezi anza kuzungumza mambo ya mtu ambaye sijamfikiria. How now? How? Inawezekanaje? How do I start speaking mtu ambaye sijawahi mfikiria na kumzungumza mahali? That tells even before he came on stage, mahali walikuwa wamekaa majamaa wa Kenya Kwanza, ni kama mahali walikuwa wamekaa before Murkomen anakuja stage, walisema mzee Raila Odinga ni kama hii kitu amechukua. That's why I'm here. Kazi yangu is to analyze what the politicians say. Wakati mtu unasema kitu and you don't correct, that means you have substantiated that and you remain at that because it was something that was recorded, it was live, and it is like on social right now. It's on social. You can go. It's on social. If they have not deleted, ipo katika page ya William Ruto, ipo pale. Na yule mtu alikuwa na stream. Now let me tell you guys. Ukiangalia speech ya Murkomen, mahali imeanzia mahali anasema it's like sijui ni kitu kilikuwa kimepangwa na yule ana stream kwamba nikianza kuongea hii statement weka live. I don't know how. Sijui kwa sababu immediately Murkomen starts to campaign for Raila Odinga. That is the point that this man who was streaming went live on social media. Go and confirm. Vile ameanza tu kusema we are clean our mind, hapo ndio live stream imeanzia. Ikaenda mpaka wanasiasa wengine wakamaliza. That tells you, ladies and gentlemen, this is something that has been discussed. Ni kitu walizungumza, sio kitu mtu ameamuka akasema. See you in the next video, ladies and gentlemen. Prepare for a Raila presidency. Is a wave that nobody can ever shake. And keep this video for future reference. See you in the next video. May God bless you. Thank you so much. All right. I think umesikia sasa all about the story of Murkomen about Kenya Kwanza, and that's why you know kila sehemu, kila nchi, kila sehemu ya dunia imetingika. Kwa sababu gani? Ya Martha Karua. Hadi watu wa Kenya Kwanza wameanza kufeel uzito. Kuna uzito fulani wamefeel kwa sababu ya Martha Karua. Kuna uzito wanafeel. Kuna uzito. Kwa nini? Kwa sababu ya huyo mwanamke. Unajua hapa Afrika, hasa Kenya, kuchagua mwanamke kuwa running mate si kitu rahisi hivyo. Si kitu rahisi hivyo. Ni kitu ambayo imepatia mshtuko wa dunia. And that's why my question today was, which is the best team in the mountain? Ni timu ya Kenya Kwanza ama ni timu ya Azimio? If you say it is Azimio, and give us the reason why. Because that's why we are talking about Mount Kenya. It is because everybody just rushed to Mount Kenya to pick the running mate. Previous years, mtu alikuwa anatoa mtu kivyake vile anataka. But now, watu wamekimbia Mount Kenya. Kenya Kwanza was the first team to invade their running mate from Mount Kenya. And people talked about Gachagua. Gachagua did not hakupewa headlines in social media, in platforms, in TV or whatever, radios. Yani kitu ilikuwa watu hawakufeel anything.
ni kitu ilikuwa ya dakika. But now hii timu ya Azimio after wame unveil Martha Karua, it's every the whole world imetingika. Hadi watu wa Kenya Kwanza wameanza kuviri uzito. Just giving out a woman. They want only sending a woman as in the second command. And that's why I want to specifically to discuss on issue from the mountain region, because this is where everybody has gone to pick his running mate from. What is nini hii kwa Mount Kenya kizuri kama mtu anakimbia pale? Na of course watu wameenda mlima Kenya. Ni nani atupata ungazi mkono? Who at long last ni nani atashinda pale Mount Kenya? Because we must have a winner. At the end, we must have the winner. And which the team gani inaenda kushinda? Ongea na pamoja na mimi hapa. Joel Momanyi. Joel Momanyi anasema kwamba first opposition is William Ruto, Rao the fifth. So what do you say kwamba yani opposition? What do you say? You know, I want us to argue. Tukiwa na points kama that support something which is supporting us from behind. When I say mtu fulani ni mbaya atakuwa sehemu fulani, let me give you a reason why. It's okay. Thank you, Jane Momanyi. Elizabeth Nafuna Makam anasema kwamba Raila team is the best in the mountain region. But why? Ni mbona iko the best team? Okay, nimekupa kwenye comment chini ya Elizabeth Nafuna, nimeweka link ya Kisi Hot TV. Hiyo link ukiguza mara moja tu, ukiguza hiyo link, wewe unaguza tu link hiyo link yenyewe, samahani, itakuleta kufikisha kwenye studio papa hapa, ni kuweka live tusikie maoni yako. Na kama wewe ni mgeni, usiogope mtu yeyote, karibu sana kwenye show yetu siku hii ya leo. Na kila mmoja tu, kama wewe ni mwenyeji, umekaribishwa sana kwenye show zetu za hivi leo. Mimi nimewakaribisha sana. Karibu nyote, tuzidi kuangazia na tuzungumze moja kwa moja. Na najua kwamba tutajifunza. Na pale najua kuna watu you may say like people like Hamilton King, the governor of Kilifi, ametoka katika mrengo wa Azimio akaingia Kenya Kwanza, lakini hapa kimeumana. Aisha Chumwa ile anapeleka the governor ambaye ni ndugu yake, brother yake, anamwambia kwamba ameenda kuharibu kura za Kenya Kwanza pale Kilifi, eti kwa sababu atafanya kazi DOC. So na watu wengine wanasema kwamba Aisha Jumwa anazungumza kwa niaba ya deputy president. Aisha Jumwa yeye yani anatumia kama chombo tu cha kuweza kufanya nini? Kuongea. Chombo cha kuongea. Kuambia mtu kitu. Unajua mswali anasema kwamba akufukuzaye hakuambii ondoka. Hapana. Wakati ndugu yetu Governor Alfred Mutua aliingia katika ile mlango mwingine, tuliona pia hata yeye kiliumana. So hao watu wengine hadi si hali. John Owino. John? Yeah. Mambo vipi? Poa sana. Siku maisha salama ndugu yangu. Niko poa kabisa. Karibu sana kwenye show yetu siku hii ya leo.
nimeshakupatia nafasi yako. Karibu sana. Okay. Thank you. Okay, I'm supporting the Azimio la Umoja One Kenya coalition, yeah? Yeah. And what Can do you you hear me? support? Yeah, I hear you. What do you support Okay. Azimio la Umoja One Kenya Alliance? Okay, if we look at it, the Raila Molo and the Martha Karua, they came from far. And if you look at the other side of the Kenya Kwanzaa, maybe if you look at the Ruto and the Gachagua is not popular as Martha Karua. So I think the Azimio la Umoja will carry the day come August 8, 2022. Yes. Okay. Yote tunazungumzia katika hapo kati ya Mlima Kenya. Sasa kila mmoja amekimbia pale Mlima Kenya. And pale Mlima Kenya inaamrika kwamba kuna kura mingi kule, si ndio? Yeah. Na hivi ile kuna clip ambayo iliweza kutembea kwamba Martha Karua akiwa anaingia katika pale Kirinyaga County, kuna watu walikuwa wanampigia kelele, wengine walikuwa wanaimba Ruto. I don't know. Asa when we speak kisiasa tu, of course wao watu wametoka mbali. Yeah. Labda pia Gachagua pia naye ametoka mbali kivingine. Lakini tukiangalia katika ile hali ya kuangalia kisiasa, je, unajua kwamba watu walikuwa wanasema kwamba pale Mlima Kenya Raila hakuwa na ungaji mkono, hakuwa na supporters wengi. Je, kuchukua mwanamke naweza mpatia angalau ungaji mkono kutoka Mlima Kenya? Kabisa. Because wanawake ni wengi sana in Kenya. Unajua deputy president si ya Mount Kenya peke yake. It's all about Kenya. So wanawake ni wengi sana in fact in Kenya. So I think kama Raila amechukua Martha Karua, wanawake wengi watapigia kura upande wa Azimio. Juu in fact is a history because in Kenya ukiangalia wakati wa Kenyatta, ukuja kwa Moi, Kibaki, Uhuru, running mates wao wote hatujapata mwanamke, but this is the first time tumepata mwanamke. So I think maybe this time round wanawake wengi maybe watapigia upande wa Azimio juu ya Martha Karua. Yeah. Okay. Na pia kuna jambo hapa kutoka kwake ndugu yetu. Hapo sawa. So hapa katika ndugu yetu ambaye ni Murkomen pia leo ameweza kusema kwamba tutapigia Raila Amolo Odinga kura. Je, ile swala wewe kama mtu kama mpiga kura ama kama Mkenya ukiangalia kisiasa, ni ulimi uliteleza ama ni kitu aliweza kuzungumza akiwa anamaanisha? Hiyo maybe they were talking about it before. Walikuwa wanaongea kuhusu hiyo before. So wakati alipewa nafasi ya kuongea ni kama alisahau juu I think waliongea kabla apewe nafasi, maybe aliongea akisema maybe Raila atashinda. So wakati alipewa nafasi kuongea akaona akasahau. But mzuri pia upande wa Azimio akastuka kusema Raila watapigia Raila kura. On the other side I think waliongea hiyo mambo before apewe nafasi ya kuongea. So it's all about Raila. This time round Raila will win. So about that, yeah. All right. Asante sana. Thank you very much. This round, Right. I hear you. Nakupata vizuri. Thank you so much. Yeah. Yeah, umesema kwamba this round Raila anashinda. I don't know wanawake wao wanasema nini kuhusiana na hili jambo, kwa sababu tumeona kwamba baadhi ya wale viongozi kwa mfano tumesikia kwamba the deputy president ambaye anasaidiana na ndugu yetu pale katika nchi ya United States of America
aliweza kukongratulate. Labda niweza kusoma hii ujumbe wake. Aliweza kutweet hivi leo, hata kama si leo, wacha nikupitie kwamba kwa huu ujumbe wake aliweza kusema hapa. Tuweza kusikia kwamba ni nini alisema huyo mama ambaye ni mama. Okay, niruhusu tu nikutafutie huu ujumbe. Aliweza kutweet pale na akasema kwamba yanipotelea wapi vipi? Kama hii inanipotelea kidogo, lakini aliweza kusema kwamba anamtekea mazuri na aliomba kwamba aweze kupatiwa kura kama mwanamke. Unajua kwamba Afrika, hasa Afrika, if you know, kuleta gender balance si kitu rahisi. It is what took the other countries, Western countries, ilizipeleka 100 years kuleta mwanamke kuonekana kwa mwanamke ni mtu wa kawaida na mwanamke anafaa kupatiwa nafasi. It has taken Kenya 60 years since independence to identify a woman as the best, that a woman can do something better like a man, or more than a man. Do you see? And that's why na wengine wanasema kwamba para Azimio One Kenya Alliance which was formed, that's why sijui kama ndugu yetu Kalonzo yeye anasema pia anatoka Mlima Kenya, anasema kwamba yeye ndiye angefaa kupatiwa hiyo nafasi. Anatoka Mlima Kenya lakini katika upande wa eastern of the mountain. And that's what you see. Alienda pia akasema kwamba anaita running mate wake aweze kumweka kwenye aweze kuingia kwenye kinyang'anyiro. So meaning like some men hawaja agree. Do you see? And kuna watu wengine bado wanasema kwamba mwanamke hana nguvu. Kwa mfano kuna clip hapa ya jana, labda kama niweze kuitafuta hapo sikie, kuna jamaa hapa katika maoni ya siku ya jana alisema kwamba kama jamii ya Mkisii mwanamke hana uwezo na nguvu ya kuzungumza mbele ya wanaume. Wacha kupatia hii tukiwa hapa na John Owino samahani. Pia wewe kama unataka kuingia kwenye show ujangie hapo kwenye comment, kuna link iko hapo ya Kisii Hot TV. Uchukua hiyo link itakufikisha hapa ndani, utafika hapa tu sawa sawa. Okay, wacha tupate hii and then tunarejea tujue ni yapi yanaendelea. Kwa majina naitwa Evans Itangare. Mimi ni mkaaji wa Nyamira County. Vile Raila amechagua Martha Karua kama running mate, hiyo kitu sicharitika hata kidogo, sababu sisi kama Wakisii hatujawahi ongozwa na mwanamke. Na kitu kingine, mimi kama mwanaume kama niko na shida siwezi enda niiname kwa mwanamke ati ninamuomba. Hata mimi nitakuwa kama najidunisha, kwa sababu mwanamke ni watu wa kupewa, sio wa kupeana. Hata akipewa anaweka. Vile vile mwanamke mwingine akienda akimuomba anaona kama hataki kupeana, asipeana, wanadarauliana akiwa anachinua tu amepata hiyo kiti. Kati ya wa running mate wa Kenya Kwanza na Azimio, vile nimeangalia huyu Rigathi Gachagua anasapata kura nyingi. Kisa na maana huyu ni kijana, si kama huyu mwanamke, huyu ni mzee. Wamekutana wazee wawili. Hao watu wawili ni wakubwa na hao ni vijana au wa Kenya Kwanza, na watatafuta kura kwa vyote vile na wako na nguvu ya kutafuta kura. Kwa majina naitwa Freddy, kaunti yangu ni ya Kisii. Mimi naona huyu rais Raila Odinga amefanya makosa sana kuchagua huyu Martha Karua,
sababu Kasawi alichaguliwa jana. Sasa ameona huyu William Ruto amechagua Kasawi na yeye amechagua Martha Karua, lakini kula siku mingi kwa Kasawi. So kati ya Karua, okay, swali lingine ni Karua waweze kujiondoa Azimio. Je, apaki ama aende? Karua anaweza baki Azimio sababu hana kula. Hiyo ndio maoni yangu, lakini anaitwa Scholastica Nyaboke kutoka Kisii County. Nimefurahia Kenya papa ametufanyia. Hii kitu ndio tulikuwa tunaongojea, tulikuwa tunataka mpapa saa hii, tumechoka na wapapa. Pia sisi wamama wacha tukalie hii kiti. Papa ametufanyia vizuri. Ile yenye hata anaweza mshukuru sio mara ngapi. Papa ndio president, Martha Karua ndio Vice Deputy President wa papa wetu Raila Amolo Odinga. Sisi kutoka Kisii County wamama tumefurahia, hata tumedasi, hata tumechoka, hata hatuchoki, saa hii haturali. Kama ni kupiga kampeni tumeanza. Okay, I think tushapata ile point kwa tupate ya kwanza ya kuna baadhi hasa watu wanasema kwamba unanuka fai kufanya nini kuzungumza mbele ya wanaume. Sijui kwamba John Owino. John, unanipata? Hello, nakupata? Yes, nakupata sasa. Okay. Je, katika jamii ambapo mahali ambapo unatoka ni ukweli kwamba Yes. bado kuna watu wanashikilia kama mwanamke ana ushawishi wa kuweza kuzungumza mbele ya wanaume? Sama pole. Wanawake lazima wapewe nafasi. Nasema hiyo ilipitwa na wakati. Wanawake lazima wapewe nafasi pia waongee. Si eti ni wanaume peke yake. Mali mimi natoka, kwanza mimi natoka kaunti ya Homa Bay. Hello? Can you hear me? Yeah, I hear you. Mimi natoka kaunti ya Homa Bay. Natoka kaunti ya Homa Bay. And in my county we have Gladys Wanga running for governor. Hello? Yes? Nakupata endelea. Okay, so wanawake pia wanafaa wapewe nafasi waongoze. Uliona Tanzania, huyu Suluhu, huyu sasa president wa Tanzania, sini mama. Na hata amefurahia sana vile wakati Raila alisema running mate wake ni Martha Karua. Hata ukiona huyo US deputy president wa US pia alikuja akasema asante sana kwa Azimio kuchagua Martha Karua kama running mate. I believe me kama August wamama wengi watapiga kura upande wa Azimio. If you can compare Martha Karua and hiyo Gachagua, there's a big difference between Gachagua and Martha Karua. Martha Karua is a senior. And yenye amefanya Kenya, akona history kubwa sana kushinda huyu Gachagua. So to me, I support Martha Karua 100%. And hopefully I know come August, Azimio watashinda. Hello, can you hear me please? Nakupata. So that's my take tonight. That's my take tonight. So I think Okay. Kuna mtu hapa anaitwa Divina Nyaberi. Divina Nyaberi anasema kwamba Ruto tosha. That's why nisema kwamba ukiniambia kwamba Ruto tosha, inafaa niambie, of course mimi nasema Ruto tosha. Do you see? Ikiwa nasema Ruto tosha, there is reason behind why nasema kwamba Ruto anatosha. Okay? So that ndio najua kwamba Ruto anatosha. Nikisema kusema kwamba Raila anatosha, unatuambia kwamba Raila anatosha kwa sababu ya ABCD. Do you see? Then wewe unasema kwamba Gachagua anatosha. You tell us Gachagua anatosha because of ABCD. And without forgetting,
Gachagua aliambia there's a statement here. There is a statement here Gachagua ameambia. Waje niwaambie statement Gachagua alizungumza pale nyumbani kwao hivi leo. Gachagua anasema kwamba Ruto ukiwa rais ukuwe kama Moi. Rigathi Gachagua alikuwa anataka, I don't know why, but let us hear this. Acha tusikie hii ujumbe ambao alikuwa anasema mwana anataka awe kama kama Moi. Tusikie hii kidogo. Nimeweka link, kama unataka kuingia kwenye show tafadhali link iko pale. Hiyo link kigusa tu itakufikisha hapa ndani kwenye studio, tusonge mbele pamoja. Your Excellency, the Deputy President, and God willing, the 5th President of the Republic of Kenya, our party leaders present, the Honorable Musalia Mudavadi and Senator Moses Wetangula, viongozi wenzangu, my sister Francisca Mrs. Ruriani, your children, Beth, Lydia, Jennifer, Martin. I want to say from the word go that we are honored as a family, Father, for the respect you have accorded our late brother and this family. A mass conducted by 9 fathers is a clear demonstration the high esteem our church has held our late brother and this family. Fathers, I want to say thank you. I also want Father in charge to apologize that contrary to what me and you had agreed that will take 1 hour, my sister, my friend Alice Wahome, took 2.5 hours. And I take responsibility because Alice is my person. And I think Alice, I must excuse her because she must have weighed between antagonizing her fellow leaders and antagonizing the fathers whom she doesn't meet daily. I think she chose the option of not antagonizing her friends. Then she has left me with a problem. And she's a good lady. And I think because these leaders, when my late brother was very sick, Alice assisted me to coordinate these leaders to raise funds to take him to India. And therefore they came to bury him. And because they have worked with us in that journey, it was only fair that she gives them a chance to speak. So Father, munisamehe, mnajua mimi ninaheshimu kanisa sana na sitaki kukosa. Kama iko punishment mnanipatia nitakubali. Kwa roho safi. Your Excellency, the Deputy President, my late brother lying here was the head of the Gachagua family, which my late father bequeathed him before his death in 2014. And he has led us very well. He has put this family together. This family has been very united, courtesy of the wisdom of my late father. My late father, 25 years before his death, called us and distributed to us all the family property. And he was left with nothing and relocated to live with me in Nairobi. And therefore, he left a very united family. There was never a quarrel about anything because of the wisdom of that old man whom we buried here in 2014. And James here, my eldest brother, has put this family together. And we really honor him for putting us together. Our sister Francisca, on behalf of the Gachagua family, I have nothing but tremendous respect and honor to you for the way you have taken care of our brother in sickness. You are a wonderful woman. Not many women would undergo what you went. Many women I know in a similar circumstances have run away. You have stayed with our late brother. You went with him to India. You have taken care of him. You have been by his side. You are always with him to church, to the market. You have never left him even a single day. As
our family, since you got married here, you have given this family nothing but honor. And I want to tell you from the bottom of my heart, we will love and cherish you for the rest of our lives because you have done a good job. My late brother was a good man. In 2013, he wanted to run for member of parliament. And Ruto Gachagua, the late, was running for governor. And these people of Madeira are very fair people. They said, no, that is being selfish as a family. One wants to be MP, another one wants to be governor. But he was adamant because he wanted to serve. He ran, Gachagua ran. And the people of Madeira made a decision. They decided that since Gachagua was going for a higher seat, they give the seat to Gachagua and James can wait. So Gachagua was elected governor, huyu mzee akaambiwa angoje kidogo. So in 2017, after the death of Gachagua, I came to see him. And I said, now that the people of Madeira told you to wait, and now Gachagua is gone, I think it's the time now we back you to member of parliament. And he said, no, I'm a little bit elderly, and you are here, you are young, you are vibrant. I think as a family, I now direct you as a family head. You are the one who ran. And he supported me, I ran, and I won. And I was very happy. So later on, I came to see him when he was very sick in Nairobi. And despite the fact that I was 22 years younger than him, he listened to me. And I told him, my brother, I can see the struggle you are having. Nairobi is an extremely difficult place. It's a difficult town. Everybody is difficult. In your state, I don't think it's good for you to stay here. He didn't want to live in Nairobi. But I told him, since I listened to you in 2017, I'm asking you to agree to relocate home with your wife and just rest there because Nairobi is too hectic. And he agreed with me, and he came to this beautiful house he constructed, and he has lived here with his wife until the day he has left us. And therefore, it is important that the next family head, before my late father died, because I was by his bedside, he left me with instructions, which I've always carried out, on the succession plan of the leadership of this family. And he instructed then that James Ririani was to become the head after him. And in the instance that James Ririani passes on, the next man on the line is Johnson Kivara Gachagua. So Johnson, by the powers conferred to me by my late father, you are now the head of this family. Please take care of us, keep us united the way James has done. Listen to us, call us all the time, and put us together. And for the family, we do what the late Gachagua Nahashon told us. The word of Kibara from today is law in this family. Ile tu kitu tarekebisha moja tu, Johnson, usiongee kizungu mingi kwa hii watu hata kama ni wakili. Upunguze kidogo. Then the other one nataka uangalie, when there are family issues, usiweke budget ikuwe juu sana, because sometimes unaweka unasema miscellaneous ni 30-40%. Ukipunguza hiyo tutakaa mzuri. The rest utafanya mzuri na tutaunga mkono and will support you for this family. Finally, our children, the children of James and our other children, let me thank you. Because, you know, I've been struggling for a long time. My late father gave me the responsibility of mobilizing this family and organizing it at the age of 17. I've done it for the last 40 years. And I did ask you to come of age and start arranging this family. And when I asked you to arrange and organize this funeral, and I kept away in Nairobi, I'm so happy with you people that I came early this morning at 6 to find an organized funeral by our young children. I want to thank you. And I want to say that in our own family succession management,
the responsibility of organizing family functions, be it weddings, be it dowry, be it birthday, now rests in your heart. I have seen you have organized very well. Before I give you the final authority, I'll just wait to see how you feed the people who are here, because feeding people is very important. Once I see you have fed them well, I'm sure now you have come of age. Where our children, simameni ni muone, wale watoto wetu, our cousins, our nephews, the other ones, the nephews, the cousins, where are they? The nieces, all the ones who are organizing. Asanteni sana. You people now have come of age. Take the mantle and lead this family, and you allow us to go and serve the nation and take care of the family issue. Kaeni chini, nimeshukuru sana. Your Excellency, finally. Sisi watu hapa hatuna maneno mingi hata kidogo. This family of Gachagua is an honorable family. There is something that we cannot stand in this family. Betrayal. We don't betray our friends. We don't. And we'll never betray our friends. We always stand by people who stand with us. When things were very difficult for me, somebody challenged me. Why are you backing William Ruto and he's not your brother? Siwachana na hii mtu ya huko. I said, no, William Ruto is my brother. He asked me how. His brother by association. When our late father died in 2014, he was here to bury our father. When our brother died in 2017, Governor Gachagua, William Ruto was here to bury our brother. When our mother died in 2020, January, William Ruto was here to bury our mother. Today, he is here to bury our brother. Is he family or not family? Is he family or not family? And I have seen also Governor William Kabogo is joining our family. Because he was here in 2014, in 2017, he is here. He who buries your father, he who comes to bury your mother, he who comes to bury your brother, that is your friend. Don't listen to people who have never come near you when you are in trouble to tell you about those who are always with you. William Ruto, my boss and my friend, you are part of the Gachagua family. If you shall get problems from anybody, it will never come from this family. You know, I heard some people saying, oh, if William Ruto picks Rigathi Gachagua is very strong. He could have problems like the ones they were having with Uhuru Kenyatta. Such a problem cannot come from a member of this family. I am a man who was in uniform. Mine is yes, sir, yes, sir, yes, sir. And we must also tell the people of Kenya, the problem between Uhuru Kenyatta and William Ruto could not have come from William Ruto. William Ruto is an honest man, and he's a good man, and he keeps his word. And therefore, William Ruto, the next president of the Republic of Kenya, you shall have nothing but total support and loyalty from Rigathi Gachagua, because that is the way he has been brought up, to have loyalty to his boss, to his friends, to his compatriots, because that is good manners and good upbringing. If you are brought up well, you cannot change when you are 57. You keep up to the way you are brought up. And I want to say one thing. Watu ya Ruguru simuko hapa. Taka tukubaliane kitu kimoja, tusifanye makosa. Unajua mimi ni mtu ya hapa. I come from here. And this is my home. I was born here. My father gave me land 7 kilometers from here. I always come here on foot. And Francisca, I'll be coming to see you. Yeah? Ukitaka tuende tukae na Nairobi kiasi to until cool down, niko tayari. I'll take care of you the way I've taken care of your husband. Don't worry, my sister. Yeah? Other than the companionship of your husband, the rest will take care. We will. Hiyo tutakuchunga mama, because you have been such a wonderful woman. Jui nini? Tafadhali. The people, ni aruze tawera oyo. Ni aruze tawera. Ni mukorola. Haya. Sere tabu ito wetu wa matigare ne mumuwe. Ne mukorola. Mutimio wetu
mukami wa mashinani. Ndimwire huyu mama mukami, saa ile wanaume wote waliogopa wakatoroka, ndio tulibaki wanaume wawili, mimi na mukami, wengine wote wakatoroka. Even if you don't want to vote for mukami for any other reason, umpigie kura kwa kuwa msimamo na kuwa mwanaume kamili. Yeah? Nimukorora. Finally. Si mimi nimeenda Nairobi. Nimukwivagora muguikara guku riu. Yeah? Ate? Demoteithie. Demuonie ora njerera muguikara. Wiro ria ndirarutaga ndukae kuhitana. No nitukumwira no ria tutangitikira ni guthura ciama cia Azimio. Uguo no mwitikire? Ni mukwenda Azimio? Kumislead watu wa Kilifi County na Coast at large kwamba wewe una kitu ambacho unataka kufanya, sijui mambo ya chama chako, na nakiita chama chako kwa sababu chama cha watu wa Kilifi ni chama cha UDA, na wewe ukatae ukubali kile kiti chako ambacho umeahidiwa kupewa cha useneta. Hakuna hata seneta mmoja wa chama chako atakuwa kule Senate kukupigia kura. Watakao kupigia ni maseneta wa chama cha UDA. Kwa hivyo ule ukweli ambao nauzungumza mimi ni kwamba wewe Amason Kingi uko ndani ya chama cha UDA. Maana hapo ndio maslahi yako yaliko, you as an individual. Kwa hivyo usidanganye watu hapa ukasema ati chama chetu kinaleta ukombozi, sijui wa poti, sijui mashamba. Nataka nikwambie maneno ya poti yalianza miaka 4 iliyopita, na wewe hata siku moja you never attempted to say a word, kwa sababu wewe ni mwoga, kwa sababu wewe you cannot put a fight mahali popote. You are an opportunist, na hivyo umezoea vya bure na umezoea watu watengeneze alafu jitie hapo kama kupe useme nini ndo nimefika. Nataka nikwambie Gavana Amason Jeffa King, my friend, safari hii huwezi kuvuna mahali ambapo hukupanga. Tunaelewana? Tumamile nusimamile. Amason King azoresha bunelewa bundu. Unamanya mabunduwe? Mtu wafe, ageswe, afishe nguo, azongele sanduku, atimile wina, agazikwe, asirirwe, vebunurize, venyang'anyang'azi, hekaka. Kila kitu kitatengenezwa. Ndio Amason King. Kwa hivyo kama umeingia Kenya Kwanza, ingia ukijua hiyo nyumba ina wenyewe, my friend. Now we will not entertain you, Mr. Amason King. Funaelewana? Ukishika laini na ufanye kazi yako utaheshimiwa. Ukijifanya umekuja, my friend, kala wako zanangolokolo undauyanao. Na hii Kenya inajua Aisha Jumwa ni nani. Na mimi nataka nikwambie hautaweza kuchukua, hautaweza kuvuna mahali ambapo hukupanda. Kwa hivyo tread with a lot of care. Funaelewana? Sasa nataka mweke mitende vitu mwalike mada waendeleze. Niende mkule yake na tunapenda kurudi nyumbani. Mikono mimi anga mkimwalika, tualika. Asanteni sana. Sana mama.
Na mumenye gikeno kirage goko nile dati mone mwana kewe abanega mama. Nitapena muno na nego konani todo waje kanengo kamenyora go kata. Beta noye nitapeta kumukedia bewe durio mwe ewe to atangara Haya, huyu ni mwingi wako kana ni mwaga yuka. Agora makelele ni mheshimiwa Manda kutoka Deputy President. Mwaga hiyo. Mwaga hiyo. Mwaga alikia na mwaga kana ni mfumira. Mwaga Manda. Mwaga hata professor kutoka Zega huko. Mwaga hiyo. Tayari huko. Ndio ni kama leo kasi ya hiyo. Na wakala baba na baba tu. Moja. Niweka muno, we murasa wenye wako watele, weza kwa mheshimiwa David Sotware Mpunga na Akadede, mwaka makedia. Morena. Akibaraje taketi. Niye joketa ha. Nakija nade hao mwenye mheshimiwa Mada. Naitwa. 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 Ndio doke ni baba na mama. Asante. Sasa ndio ndio kwa sababu kutoka tuko na kuyamua hapo. Asante. Okay, leo kareketa na jamu kedia. Ai. Senator IG. Tuliyoelewa. Mama, mama. Baba. Ndio tarehe ile ya kana jireki. Tutera na mama.
to 206, was Chief Executive Officer and Principal Owner of Rappas Publishing, a company a friend and I established to help the government of Rwanda to publish school books and a new post-genocide curriculum. Post-genocide, sounds very good. And using part of the staff of 50 teachers, we wrote and published from scratch textbooks for the entire primary school system. Yes. It was a tough. Okay, I hope kwamba sauti imerejea. Samahani, pole sana na asante kwa kuweza kunisaidia katika sehemu hiyo. On the other side, he provided consultancy services to the New Times of Rwanda, which then was a weekly newspaper and the only English newspaper language paper in Rwanda. Thank you very much. Mwana Wonchiri, asante sana kwa kunisaidia. Ndio kwamba hii mitambo bwana, kama hakuna mtu wa kunisaidia hapa inanileta shida. But nashukuru sana. Hapa nashukuru, anajua kwamba sauti ipo. Sauti ipo. Thank you. Na I'm here now. Thank you. Mwana Wonchiri umenisaidia sana. Asante sana ndugu yangu. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Sasa kujua kwamba hii ni technician pia, najua hapa sauti pia imenichanganya kidogo, lakini nashukuru sana. Niko katika awamu ya mwisho ya kuweza kumalizia katika show ya siku hii ya leo, hasa katika kuweza kujadili masuala mawili matatu kuhusiana na running mate ambao waliweza kuunga na zile coalition ambazo zilikuwa zimetengenezwa. Kufikia sasa hivi watu wa Mlima Kenya wanaweza amua wakaketi na wakalala. Wanaweza keti wasema kwamba sisi tunatulia kwa sababu wao wako na uhakika kwamba lazima watapata Deputy President of the Republic of Kenya. Maybe 45th lazima watapata. Yes. So, nikiwa namalizia kuna comment pale kwenye comment section pale kwa Kefa Onchiri amesema hakuna sauti. P hapo juu kuna link ya Chris Hot TV. Guza link itakufikisha hapa ndani kwenye show, nitakukaribisha moja kwa moja sikie maoni yako. Je, wewe kama Mkenya unaunga mlengo upi? Hasa ni mlengo upi utapata ungazi mkono kutoka Mlima Kenya na mbona na ni kwa nini? Tukiendelea kusonga mbele, karibu sana kwenye show ya siku hii ya leo. Mwana Wonchiri, jambo. Vipi kaka, ujambo? Si jambo ndugu yangu. Ya, nilikuwa nimepoteza sauti yangu ndio haikuwa inasikika, but naona nimeingia vizuri. Hata mimi yangu haikuwa, lakini nasikia kwamba nipo sawa sasa. Ya, nakupata vizuri sana. Karibu sana kwenye show kwamba siku ya leo Martha Karua amekuwa pale Mlima Kenya nyumbani, homecoming. Kenya Kwanzaa imekuwa mazishi kwao Gachagua, na leo Murkomen ndugu yake William Ruto alitereza, sijui ni makusudi, sijui alipenda, na akasema kwamba watapigia Raila Amolo Odinga kura. Akatumia mfano pale, akatumia mfano vizuri tu. Sijui kwamba karibu sana kwenye show, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na ile mlengo ambao utapata kura mingi katika Mlima Kenya ni upi, kwa sababu kila mtu alikimbia Mlima Kenya kutafuta running mate. Na kisha baadaye utazungumzia swala lake Murkomen. Karibu sana, nafasi ni yako. Nashukuru. Huwa sipendangi kuzungumza siasa, but kilioko ni ya kwamba unajua viongozi ni viongozi. Watakuja hapa waongee mengi, wapembeleza watu wapatie kula, lakini wakiingia pale wanakaa ni gamu ngumu ama mkono ngumu. So lilioko mimi nasema ya kwamba at the end of the day hao watu hata wakiwa viongozi ni theruthi ndogo sana watasaidia mwananchi. Utaweza omba kama sisi wa Kenya, cha muhimu kabisa tunaomba tuwe na amani, kwa sababu hao watu wanajitakia makuu na wanajitakia uongozi. So mwenye asipochukua atasema ya kwamba nimeibiwa, na wale wafuasi wake kwa sababu mkubwa wao amesema ameibiwa, si unaona tutaanza vita. So kilioko ni ya kwamba wananchi wenyewe waamue. Huwezi kunilazimisha nipigie mtu ule staki. Mwananchi akiamua ya kwamba ni Azimio, azimie kule na aone matokeo yake. Mwananchi akiona ni UDA, audie kule aone matokeo yake na tupatie mkono. So na
at the end of the day sisi tutakuwa wangwana na sisi tutaitwa ni Wakenya na sisi tutaitwa ni mandugu na tutasaidiana. So tusike tukaweka kipaumbele viongozi, yani tuweka mbele huyo asipochukua tutafanya hivi. No, wale watu wanajua vile wanasalimiana kule mbele, vile watafanya mambo yao, huku mwananchi yeye ndiye anaumia, yeye ndiye anapiga kelele na hakuna kile utafaitika. So la muhimu mimi nasema hivi, tuombee nchi yetu iwe na amani. Alafu ukiwa na kula yako wewe ujua utapigia nani, kiongozi gani utapigia. Hivyo ndio nikasema nani Mr. Kurungutu. Naam, asante sana. By the way, umezungumza jambo la muhimu sana. Chuzi nimeona hapa katika kaunti ya Kisii, watu tu wanapigana. Yaani mtu unalipwa pesa, unaenda kupiga ndugu yako. Niliona driver wa kiongozi fulani alipigwa jiwe hapa Mene ikatoka. Tenta formula ikaharibika. Because sababu ya siasa. Sasa ni kitu ya siku moja, tutatoka hapa tuende, tukue ndugu na marafiki na tutaishi tu sisi sote kama ndugu. And by the way, sababu Kurungutu vile wamesema hivyo, at the end of the day kama ni mzazi watoto wako nakukojea nyumbani. Sasa utaenda ukiwa umefunjika mguu, umefunjika kichwa, umepasuka nini, haitaleta picha nzuri. Mwenye anapigwa na mwenye anapiga sioni kama, please we avoid that. Ndio tuwe wangwana vizuri. Exactly. Yeah. Tuzidi kuwa tuna ndugu. Ukiona kama mtu hajachaguliwa, labda hatakuwa kiongozi, kubali tu. Tulia, ni siku moja tu. Kurungutu, wewe angalia mahali umetoka kule Kisii, wale viongozi umechagua. How many people wako wana serve in your place? Ni watu wangapi wanateseka kule? Ni watoto wangapi wataenda shule? But tuko na viongozi wale walichaguliwa last time. Hawatasaidia those people who are suffering. Na hapa sisi tunapiga kelele, ni fulani asipochukua tutafanya hivi. Alina manufaa by the way. Nashukuru, lakini hata mwingine aongee. Asante sana. Yeah, watu karibu kwenye show, pale kwenye comment section nimeweka link ya Kisii Hot TV. Kuna link nimepesti pale, hasa leo tunazungumzia katika masuala ya kisiasa katika mlima wa Kenya. The reason why I concentrated to the mountain today is because I want to know what is the nini kiko pale muhimu pale Mount Kenya. Mlima Kenya ni nini kiko pale kizuri? Because every candidate rushed to Mountain Kenya to pick a running mate. And just to make that one, we have seen so many people celebrating Kenya. So there are some countries in Africa which they don't want to give room for women to lead them. Kuna countries zingine hawataka kupatiana nafasi kwa wanawake. So if you see even the headlines that were being given to Martha Karua and Azimio la Umoja, they were so unique compared to the titles that Gachagua was given when he was unveiled as the running mate for Kenya Kwanzaa. So that's why I want us to see. We have seen so many international and national women celebrating Martha Karua. Our women have celebrated Martha Karua. Of course, we have celebrated. And the big question is this: will this Iron Lady make it to Ghana votes for Raila Amolo Odinga? Okay? If yes or no, why? Okay? Let us look in deep, more especially mountain region. It's okay? Yeah, hiyo nilikuwa nazungumzia leo hapa ndani ya nyumba. Tujue kwamba ni hasa especially the best condition to Ghana to win from Mountain Kenya, because every coalition focused on Mountain Kenya. Yani eti kwamba kama utatoa running mate pale mlima Kenya, wewe uwezi ukapenya. Okay? Saa 6:16 Afrika Mashariki, tarehe 18 mwezi wa 10 2022.
Kwenye studio majina yangu ni Nyeputo Dennis Kukurikuntu, kipendo kiniita hivyo nitakuwa nakubali. Karibu sana kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Kabla sijamaliza, kwa sababu ni kama sijaona watu wengine wanaweza kuingia kwenye show. Finally leo Jared Ngiru alikuwa na ujumbe, aliambia watu wa Ukambani. Tumeona kwamba kuna mshikamushika katika pale katika Ukambani. Aliweza kuzungumza leo huyu Jared Ngiru. She spoke today. Let me give you what she spoke today here before I conclude finish our tonight show. So let me give you this one. Let's hear what did she say before we move over to the next line of finishing. Let me give you this one from her. Okay. Vyama vyote vile vilikuja pamoja isipokuwa chama au vyama ambao zinaongozwa na huyu Ruto. Wale wengine sisi tulikuja pamoja tukasema tutafanya pamoja. Na tumetembea hiyo safari pamoja. Tarehe 12 mwezi wa March tulikutana na tukaweka sahihi, tukakubaliana tutakaa pamoja. Na yeye mwenyewe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akaenda na sisi tukiwa mkutano mkubwa sana hapo Jakaranda. Na akasema mimi nitajiunga na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa safari ya 3 na nitamuunga mkono bila kumuuliza chochote. Unconditionally nitamuunga mkono. Na tukaendelea. Sasa tukawa na kamati ya pamoja vile vyama vyote. Kamati watu wa 12, watu 12. 12 tulikutana pamoja KCC. Na tukasema ili tupate yule atakuwa deputy president nominee, tuweke panel. Na kila chama kilipewa mtu mmoja. Na hata yeye alileta mtu mmoja. Na wakaambiwa waende wakaa pamoja wafanye interview. Na watu 10 wakaenda wakafanya interview. Na yeye alikuwa mmoja wa wale 10. Na tukaapa ya kwamba yule atachaguliwa, yule atasemekana ndio huyu, sisi tutamuunga mkono. Sasa nafikiria kamati hiyo ilimaliza kazi na ikatuelezea sisi sote tunaona yule atakuwa kugombea hii kiti yawe deputy president wa Raila Amolo Odinga ni Karua. Ndio sasa akasema ikiwa si mimi naenda. Lakini siku hizo zote tuliendelea na kufanya campaigns. Na tumefanya campaigns sana za Azimio. Na yeye hakufanya campaign hata siku moja. Tulikuwa tukifanya campaigns za Azimio na hatukumuona. Kwa hivyo siku ile sasa tunamuona ni jana. Tukija kusema huyu ndio ambaye atakuwa deputy president, yeye anasema na mimi nitakuwa president. Tunajua hiyo safari tumeitembea hapo mbeleni. Mwaka wa 1997, mimi mwenyewe niliomba kura za urais. Na nilipata kura tu zile Mheshimiwa Kalonzo alipata 2007. Mwaka huo nilipata about 500,000 votes. Zile za jamii letu tu. Na nikapata actually wabunge wengi sana. Mwaka wa 2007, 10 years kutoka siku hiyo aligombea kiti ya urais. Alipata kura zile tu nilipata. 2013 tulikuja pamoja na Wakamba wote wakaingia kwa Raila Amolo Odinga. Wakaongeza kura sana. Na 2017. Sasa tulikuwa tunasema kura zetu ni kura za maana sana kama jamii la Wakamba. Lakini tukiangalia hakuna jamii moja hii Kenya yetu inaweza kugombea kiti ya urais peke yake na faulu. Ni lazima ulete vyama mingi, ulete kabila mingi ili muweze kufaulu. Kusema ukweli ni ya kwamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akienda agombee kiti peke yake, hizo kura ni za kuharibu, si kura za kushinda awe rais wa Kenya. Na ndivyo tunamuuliza arudi
kwa hii azimio la umoja wa Kenya wote. Na hii kiti tuliambiwa jana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kama jamii la Wakamba tunasema hiyo ni kiti kinatufaa sana, na kwa sababu yeye hakuwa anapatia huyu mtu kama yeye binafsi, alikuwa anasema jamii, kwa sababu kura ni za sisi, ndio sisi tutaenda tuweke kura pamoja. Huu mkutano umesema hiyo kiti ni ya sisi jamii, na tuko na watu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi, si yeye peke yake. Kwa hivyo tunasema hiyo kiti tupewe, kwa sababu tunataka viti kwa serikali, tunataka pia tuwe kwa hiyo meza ambayo mashauriano inafanywa ili tujue jamii itapata nini. Imesemekana vizuri hiyo programs zote na projects zote, tumesema hii tunahitaji, hii tunahitaji, hii tunahitaji, ili tuinue jamii la Wakamba. Tunahitaji maji, water, kiwu. Hii ndio Wakamba wanataka kwanza zaidi, mbele ya kila kitu kingine. Alafu infrastructure, tunataka barabara, tunataka afya bora, tunataka mahospitali. Na ukiona sisi hapa kama sasa hatujapata mvua, mifugo yetu inakufa kwa ukosefu ya maji. Kwa hivyo hii ndio kitu ile sisi tunahitaji. Hata kabla hatujapewa hiyo vyeo, tupewe kwanza projects zile zitasaidia watu wetu. Kile kingine, tuko na professionals wanahitaji, wakifikia huko kiwango yao wapewe promotions. Hawapewi chochote na wako huko kwa serikali. Hiyo ndio kingine. Kwa hivyo hapa mkutano wa siku ya leo tuko na professionals, tuko na wale watagombea viti kwa parties different kutoka Ukambani. Hawa wote ni candidates, na tunasema si tuko hapo kwa azimio la umoja na hatutatoka hapo. Na kile kingine nilisikia na mimi imenipatia kunizunisha sana, ni kusema ya kwamba condition nyingine ilikuwa imepeanwa ni ya kwamba wakiwa wanakuja ndani ya azimio, na azimio la umoja means bringing everybody together. Ni kusema condition ingine ni toa Governor Kivutha Kibwana, toa Ngilu, toa Mutua, toa Waita. Mimi nauliza, ni kiongozi kutoka wapi anaweza kusema watu watolewe? Siasa ni kuongeza, siasa si kutoa. Na sisi hatuna siasa ya matusi, ni siasa ya kuleta watu pamoja. Sisi Wiper tunataka warudi, tuwe pamoja, tufanye kazi pamoja. Ni kutoka wengi, ni kutoka hapa, wale wote. Wiper ni party ambayo iko na watu wengi kutoka hapa. Actually, Wiper ni chama ya Ukambani. Kwa hivyo kwangu ni kusema, tafadhali watu waache kusema nikiwa naingia na huyu atoke. Hiyo si azimio ya umoja. Hii sio azimio la umoja. Azimio la umoja ni kuleta kila mtu pamoja, si kutoa huyu na huyu ili mimi niingie. Viti ni mingi sana ndani hapo. Sisi zote tutapata viti, tukae, tufanye kazi, tuwafanyie Wakenya kazi. Asante sana. Alright, nadhani kwamba umeweza kusikiza vizuri tena zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo Ngilu amechieleza vizuri, na kuhusiana na Kalonzo Musyoka ambaye pia alikuwa anataka aweze kupatiwa kiti cha running mate kutoka pale Central ama Eastern. Nasema kwamba pia anatoka Mlima Kenya, isipokuwa anatoka Mlima Kenya upande wa Eastern. So that's what I wanted to talk about. That's Josephat Onyama asema kwamba papa na mama tosha, asante sana. But well, you know, me, I wanted us to argue into a certain level when I say na somebody anatosha
I need to come up with an evidence. What should that person Anatosha? What can he do? What can she do? What does she, how he has for the people before I say Anatosha? Kama ni Kenya Kwanza, nikisema wanatosha, Gachagua wanatosha, I should come up with the reason why behind why I say Anatosha. Okay, that's what this slogan I wanted us to get. Okay, all right. So thank you very much, guys, for watching Kisi Hot TV. My name is Nito Dennis Kukurikuntu, and I wish you all the very best for coming in to our tonight show. Nila tunaomba kwamba kila show tafadhali tulikuwa tunao hapa kila siku ndio tuweze kujengea tu. Kuna link inapatikana pale kwenye comment section. If you pick that link from the comment, itakuleta kwenye screen, utaingia kwenye show tuweze kuzungumza mawili matatu hadi mwisho. Sijui kama mwana Wonchiri, do you have anything to say before I finish our tonight show? Mwana Wonchiri, uko na kitu ya kuzungumza? Yeah, huyo mama amezungumza vizuri na mali imefika Kalonzo ni kama haeleweki. Sasa ni kama tukae na wewe saa hizi tumalize dili. Ni kuacha hapa ama uniacha hapo nione taarifa ya kwamba kurukutu tena kwa chama kingine aende ndio rais. Sasa na vile kunaonekana ni ya kwamba vile huyo mama amesema atapata kura kutoka Ukambani but asitamweza ingie nini awe rais. Kuwa rais mpaka kila kabila ikuunge Kenya mzima, all the tribes. Sasa kulingana yeye Kalonzo vile ameamua, yeye ndiye amejua vile ameamua, na uliona nani rais wa tano alimpatia ministry fulani. Later on tukasikia na yeye amekuwa ameteua mgombea mwenza wake. So sasa hapo ni kama alizengua kiasi kwa sababu msimamo wake uonekani. Naam. Yeah, to be a politician, I think you must be strong and you must be straightforward and you must stand for what people want from you. Yes. Yeah, sasa kuwa hivi ukanyaga hapo na kanyaga hapa sasa. Hapo inakuwa kisungumkuti, but wote tunawaombea mema. Uchaguzi ni wake, yeye ndiye amechagua. Tuone vile kutaenda. Tarehe 8 ipo inakuja, siku zimepaki kidogo. Watu wachague nice leaders. Waweze kutuongoza Kenya isimame iendelee mbele tena. Nashukuru kwa nafasi kaka. Thank you very much. Thank you sana mwana Wonchiri. Salimia junior pale. Wambuhu uliendanga wapi by the way? Wambuhu, you are from the mountain. Najua Wambuhu unatoka pale, unatoka Nyeri ama wapi by the way? You should be here as obvious and tell us the truth. Between the two teams, which is the very best team in your region? And of course, we understand from previous years, the mountain, it has never stood with Raila Odinga. I wanted to get the real picture from the mountain. If Wambuhu you are in, you can join me before I finish our tonight show. Now Kuruntu, remember me, I'm here. Papa na Karua, more fire. You know this man Wambuhu, Jamshed. Anatoka from mountain region. He is from the mountain region, and I wanted him to tell us the truth from the mountain. Why is Papa and Mama Wakomofa from the mountain? You can give us the reason why. You want to understand the reason why? If I can argue somewhere, anywhere, I should state the reason why the Papa and the Mama are more fire on the mountain region. So before I finish my show,
kwa maana naona hapa ni muda unapatia kizogo 31 baada ya saa 6 Afrika Mashariki. Nataka tu niweze kumaliza show yetu ya siku hii ya leo. Tena nitakuwa hapa leo, ila tu naomba tafadhali, kama umeingia kwenye show, kama umejoin katika mchana wetu wa kila siku kuanzia muda wa saa 6 wa saa 4 samahani mpaka mwendo wa saa 6 wakati kama huu, na kwamba tafadhali uwe tu una like show, una comment, and then unaingia kwa show, tunajadiliana, kwa sababu mtu mmoja hataweza kuweza kuzungumza ama kujadili kwa masaa mawili. Tunasaidiana kwa sababu kila mtu ako na maarufu wake wa kuweza kujadili mambo na siasa. So kwa sasa hivi ninashukuru sana kwa nafasi yenyu kwa kuweza kunitazama tangia mwendo wa saa 4 mpaka wakati huu. Imefika wakati wangu wa kuweza kuondoka kwenye studio, tupate tena majaliwa kwa Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo, kuanzia muda wa saa 3 ya jioni au usiku hadi wakati kama huu, wakati ambao tunajadili masuala ya kisiasa tena. Kumbuka kwamba hii miezi mitatu kwa tunajadili masuala kuhusiana na siasa, kisha baadaye tutakuja kubadilisha mjadala yetu baadaye na kuweza kujadili mambo mengine baadaye kama jinsi ambavyo ilikuwa kama siku za nyuma. Lakini kwa sasa mimi naomba tuweze kuona kwenye studio. Majina yangu ni Mtu Dennis Kukurikuntu, au ni majina ambayo nafahamika nayo, ama Kurutu, ukipenda kunita Kuntu nitakuwa naitika vizuri tena zaidi. Kumbuka kwamba hii ni Kisi Hot TV. Kama wewe unachukua pale, kama kuna anything you want us to do with you, there's our phone number on the screen, inapita hapo chini. You can WhatsApp us, you can call us and talk to us through the management with what you want us to talk with you. And then kama unataka tuweze kuangazia swala fulani ya kisiasa katika eneo fulani, nambari yetu ya simu iko pale pale, pia unaweza kuwasiliana pamoja na sisi, tutakuwa tunafahamika na kuweza kufikisha moja kwa moja. Lakini kwa sasa hivi ninapenda niweze tu kuondoka kwenye studio. Usisahau tena katika usiku wa leo kuanzia mwendo wa saa 3 leo usiku nitakuwa pamoja na nyinyi kwenye masuala ya siasa, jinsi ambavyo tutakuwa na zile ambayo ile mjadala ama kile kitu ambacho kitafanyika hivi leo, tutakuwa pamoja hadi tamati. Lakini kwa sasa mimi naomba tuniweze kuondoka. Pia wewe kama umeingia hapo ni wa kwanza ndani ya Kisi Hot TV, na utasubscribe, tafadhali subscribe. Na kama unaona kama kuna content nzuri ya kuweza kuitazama, tafadhali unaweza share hiyo content kwa rafiki zako, share our link to your friends, to your neighbors, and invite everybody ambao unaweza kama ungana pamoja na sisi. Pia usisahau kwamba pia mimi niko na YouTube channel yangu ni jina tukimaliza kutoka hapa, tafadhali nenda pale niachilie pia subscription yako kwa hii YouTube channel yangu. Okay. Hapo kwa screen umeona hapo hiyo jina Kban TV ni jina la channel yangu. Tafadhali kama kuna content pale kidogo na kuiweka, nashukuru pia kwa maana tunapatia support sisi wote. So tafadhali unaweza tukimaliza hapo kutoka show, pia unaweza enda pale subscribe, weka notification on katika hiyo Kban TV, kwa sababu ni channel yangu pia, na naweza kukuletea kila utendeti wa taarifa jinsi ambavyo zinavyojiri. Lakini kwa sasa imefika wakati wangu wa kuweza kuondoka kwenye studio na nikaweza kufika kwa nyumba. Tupatane majaliwa kwa Mwenyezi Mungu katika usiku tena wa leo. Lakini kwa sasa wacha niseme tu, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen, amen and amen. Shalom. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi hadi wakati ule mwingine ambao tutakapopatana. Kwa sasa mimi nimeondoka na nimeenda. Tupatane kwa leo saa 3:30, usichelewe. Tutakuwa hapa na tafadhali kuanzia leo usiku chukua tu link, ingia kwenye show, changamka pamoja na mimi tujadili. Angalau sasa tutakuwa tu tunafurahia masuala mawili matatu. Okay, kwa sasa bye bye, see you in the next show. For now nimeenda, tafadhali.